Gloria the ghost, Gloria the ghost, Gloria the ghost, oh, Gloria the ghost. Nini? Sini damu hii. Alafu nisahau kukwambia. Mimi wana tatizo la kutoka damu puani. Na mara nyingi sana tatizo hili linanisumbua sana. Na nilisahau tu kukwambia. Nilitumia mimi. Na nilitaka nifue sema nilisahau tu. Ila sio mbaya mama mtu. Leo simshakuja au upo mjengoni kama hivyo nafanya usafi zingatia. Au unasemaje? Ushaongea wewe, mimi nitasemaje? Hapo nje shega. Wewe unajua mazingira yangu jinsi ninavyoishi. Kwa hilo tu mama. Sema mama mtu leo umetuelezea. Sitaki. Kila siku imekuwa msiba, machozi kwa mama Gloria, mawazo tele kwa kichwa, jambo ni zito, ni vita. Mtani wamemsaka, kwa picha wamemkosa. Gloria, Gloria, ni wapi atapata msaada? Jambo ni zito, ni zito, ni visa na mkasa vimezaga, mambo mazito, maza uchungu wa mwana aujue mzazi, ndo maana mama Gloria analia. Oh, macho yamevimba kwa kulia. Jomba Bundi. Yes. Bwana, kuna issue moja nataka nikwambie, nimekaa nayo kidogo nikaona bora nikwambie, kwa sababu mwanzo nilikuwa na sita kwa sababu wewe nakuelewa vizuri sana. Wewe dakika mbili mbele. Sasa mwanangu, jomba. Labda nikuulize kitu kimoja. Mbele. Mimi shingapi mbona nipa tunazifanya fresh? Au mambo mangapi unanielekeza mimi na kwa fresh? Au kuna ushaba gani unayofanya mimi? Wewe ni mtu wa kumind sana, unaweza ukamind hata kitu kidogo tu. Yaani iko hivi. Hivi unaikumbukaga ile story ya yule dada nilokuambiaga tulio kukutana stand ya mawasiliano? Yeye alikuwa anaenda Vingunguti, mimi nilikuwa naenda airport. Naikumbuka story. Bwana. Nilikutana naye. Baada ya kukutana naye bwana, ilikuwa ni kama surprise, lakini mimi lengo langu lilikuwa liko pale pale. Hivi mwanangu uchoke tu. Ushapewa namba ya gari ndugu yangu, umemtafuta. Haya, kama bahati nasibu umekutana naye njiani, bado tu unakuwa king'ang'anizi. Mwanangu noma wewe. Sio mbaya blaza, kaza. Kawaika waje. Kumbe kipindi kile amenipa namba fake, alikuwa anaishi na mtu. Huyo mtu sasa hivi hayupo. Yaani sijui amekufa, sijui ilikuwaje, maana hakunyosha vizuri maelezo. Umeona bwana. Kwa hiyo akanipa namba ambayo sio, nilikuwa napiga kipindi kile simu haipatikani, sijui na nini. Lakini sasa hivi kanipa namba uji. Na kwa hiyo nilipojaribu kuzipiga zikawa zinapatikana, na sasa hivi nawasiliana naye. Nakubali. Wewe nakukubali wewe. Kuku wa kwangu. Ushanielewa? Haina haja ya kumshikia tena manati mtoto mpaka sasa hivi tunavyoongea huyu hapa hivi. Ni bado hivi. Lakini kitu ambacho mimi kilinishangaza, alionekana ni mtu fulani amepagawa. Na katika kumdadisi mimi akaniambia amepotelewa na mtoto. Mtoto wake hajaonekana kama siku hizi 3. Nikamuuliza umri gani, akaniambia miaka 11.
jinsia gani? Akaniambia wa kike. Na maeneo nilokutana naye ni mazingira ya kule karibu na kwa kina Gift. Yaani anapoishi yeye ni karibu na kwa kina Gift. Nikajaribu kuconnect dot, nikaipata picha kwamba huyu. Ngoja nikuelekeze kitu kimoja. Sasa umeona wewe mwenyewe unaona jinsi gani tunaingia katika hatari au tunaingia katika hatari. Alafu unangangania mwanamke na kwa vipi mshikaji wangu? Hauna kwa mshamba mapenzi. Mimi nishakuelekeza vitu kama hivyo, achana navyo. Haya, umeona kama hivyo? Umejisahau kidogo, umepewa mapenzi, umejisahau kidogo, umetoa kodi na kwa vipi? Achana navyo vitu. Yaani kama hivyo ushajua, achana navyo navyo mbali. Hatari hapo mzee. Kama unavyonijua, mimi ni master plan. Na siku zote master plan issue plan. Sema nakukubali. Kwa hilo tu mjomba, nakukubali. Sema hapo yeye kwa vipi? Na ule madam Nunu inakuwa. Siku zote Waswahili wanakuambia mwanamke mmoja huduma za akili. Madam anaishi mbali tofauti na anapoishi Jeni. Kwa hiyo mimi naweza nikaa na madam afu nikawa na Jeni. Unajua madam Nunu mimi nimempata kipindi cha hivi karibuni, tuna kama miezi 3 hivi toka tumeingia kwenye mahusiano. Anakuja ghetto, mimi naenda kwake. Sawa, umesikia mjomba? So swala kwenye swala mimi nakukubali, kutoka na wewe ukinipa kazi huwa sio mbaya. Na wewe katika plani zako mimi nakutegemea sana, yani michezo zetu zote tunazopiga toka huko tulipotoka na kutegemea wewe. Unajua marehemu tuendelee na shughuli wewe. Shughuli lazima iendelee. Alafu tumemdondosha hivi, sema ndo Hawa jamaa wamenipa masaa 12. Na masaa 12 yameshapita sasa. Na zaidi nahisi kuchanganyikiwa. Namuwaza mwanangu Sabrina. Tangu jana usiku hajarudi nyumbani. Au ndo wamemchukua? Na kama wamemchukua, mbona sivyo tulivyokubaliana? Niambie Gift. Kati ya yale maamuzi mlioniambia nichague, nimeamua kuchagua moja. Naondoka mjini. Safi, hicho kitu ndo tulichokuwa tunakitaka. Kwa sababu wewe mwenyewe umejionea kabisa hali yenyewe ambavyo inavyoenda sasa hivi. Sio poa. Kwa umechagua uamuzi mzuri tu. Lakini kwa nini mmeamua kuchukua maamuzi ya kumchukua Sabrina kabla mimi sijawapa majibu yenu? Unasemaje wewe? Hivi unahisi tungeamua kufanya vile tungeshindwa kufanya? Hebu jiongeze, tumia akili yako nyingine, unawezaje kumpata, lakini sio kutuuliza maswali ya kipuuzi kama hayo.
kama nilivyokuambia, mimi naenda kazini. Wewe leo hautaweza kwenda shule kwa sababu hauna uniform. Lakini pia nitampigia simu mama yako, nitamueleza kwa jana ulala kwangu. Pia nitamwambia uendelee kukaa kwangu ili niweze kufundisha masomo ya ziada. Sawa eh? Sawa madam, mimi nimekuelewa. Haya sawa. Alafu kuna kitu cha muhimu sana nitaka kusahau. Sabrina, jambo leo nieleza jana usiku, naomba usimwambie mtu mwingine yoyote yule. Yaani sitaki mtu mwingine yoyote yule ajue nini kinaendelea. Sawa? Sawa. Haya. Vizuri. Mimi naondoka. Usisahau kufunga milango. Sawa eh? Sawa. Haya sawa. Alafu madam, mimi nilikuwa nakuomba usimpeleke mamangu polisi. Ukimpeleka mamangu polisi, mimi nitabaki na nani? Nakuomba madam. Sawa mwanangu mzuri, nimekuelewa. Sitaweza kufanya hivyo, sawa eh? Haya sawa. Usisahau kufunga milango. Take care. Okay madam. Kaka, siku ya jana tumezunguka sana bila mafanikio yote. Na leo ni siku nyingine sasa. Hata hatujui tunaanzia wapi. Ni kweli mdogo wangu. Mimi nachoona nipeleke kwa jamaa. Alafu nikajua mimi nafanyaje. Sawa, mimi nitakupeleka. Ila yule jamaa anaonekana ni mtu hatari sana. Wewe mdogo wangu, kwani uniamini mimi? Hana kuamini. Lakini bro, sio poa yule jamaa. Wewe nipeleke, mimi nitajifanya afisa wa polisi. Au si? Unaelewa? Sawa. Okay, sawa. Sio na mashaka mdogo wangu, wewe niamini. Kwa yule jamaa. Ila sawa. Hauna mashaka na mimi? Hamna, nakuamini. Basi tuongozane. Yule jamaa ile siku aliingilia hapa. Kwa nina uhakika 100% anaishi hapa. Una uhakika ndio hapa? Ndio, ndo hapa. Kweli? Kweli, serious. Basi nisubiri ngoja mimi nikamcheki. Poa, mimi nakusubiri hapa. Odi. 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 Karibu. Sasa hivi Nzuri. samani, kuna kijana mmoja hivi namuulizia, sio mrefu wala sio mfupi wala sio mnene, ni wastani wa kawaida, sio atakuwa anaishi hapa. Kijana huyo anaitwa nani? Kwa jina simjui. Hivyo kaka, uzipo sawa kichwani kweli? Na ukuuliza upo sawa? Huyo mtu kani unamuuliza mwenyewe, mtu wenyewe humjui kakaangu, maskini wa Mungu. Akili zako na mwenyewe sijui taila, sijui chizi, sijui toka, sijui hata sielewi kwa kweli. Hivyo upo sawa nakuuliza wewe? Au toka kupime? Unajua kabisa nimepumzika nani humu ndani? Unakaa mimi nafikiri sijui mtu wa maana au askari kuja kutuamia madili. Wewe unakuja unanisumbua hapa ngong. Sipendi mazoea. Wewe unajua unaongea na nani? Nakuuliza unajua unaongea na nani? Mimi najua naongea na mtu taila tu, suchizi sijui bomzozo wewe ambao umekosekana na mtume huko. Unaongea na afisa wa jeshi la polisi. Nipo kwenye upelelezi. Una hakika wewe mtu akai hapa? Yes. Una hakika unachogongea? Ndio, kwa sababu mimi nakaa peke yangu na familia yangu. Tena mtoto wangu mdogo tu anaitwa Frankie. Ndio maana watu wengi mtaani wakipita hapa uliza mtaa mzima huwa ananijua mama Frankie superstar ndio mimi. Sasa ukiniuliza mimi huyo mtu sijui, unamjua mimi simjui, yeye ashafanya njia tu anafanya pia ndio anachofanya basi. Nikiingia nani nikimkuta? Hata ukipita nani ukija kuuliza Shrine Peter. Hata ukiuliza hapo, ukiuliza pale watakwambia nyumba hii mama Frankie superstar nakaa peke yangu na mtoto wangu.
Na mwanangu ni mdogo, yupo shule. Sawa, nakuuliza nikiingia ndani nikimkuta? It's okay. Unaweka na maneno yako? Yes, it's okay. Okay, sawa. Mimi nilikuwa nauliza tu. Hamna shida. Vipi kaka, mfanikisha kumpata? Mdogo wangu, inaonekana jamaa kai hapa. Hapa kumbe ni njia tu. Kwa dada mmoja anaishi na mtoto wake hapa. Kwa sababu jaribu kuangalia hapa kuna kinjia kinaishia bondeni kule. Inawezekana jamaa alipita tu kama njia. Kwa hiyo tunafanyaje? Mimi nachoona hapa tusikate tamaa. Hapa cha msingi ni kugawana mitaa. Wewe pita hivi na mimi nipita hivi. Tutaendelea kuwasiliana kinachotokea. Basi sawa, hamna shida. Sawa? Poa. Hamna shida basi. Basi poa, mimi ngoja Pale unapopata majaribu, siku zote wejifanye mjinga. Pale unapotafuta taratibu, bado wapo watakuwa na mjinga. Majaribu ya dunia siku zote yanahitaji uvumilivu. We pambana, songa mbele, ipo siku yatakwisha, we vumilia. Majaribu ya dunia siku zote yanahitaji uvumilivu. We pambana, songa mbele, ipo siku yatakwisha, we vumilia. Majaribu, majaribu, oh, 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 oh. Hey. Wapo watakuona kwamba ufai tu, wapo watakuona kwamba huna thamani, wapo watakuona wewe faida, na wapo watakuona ufai kwepo duniani. Wapo watakuona kwamba ufai tu, wapo watakuona kwamba huna thamani, wapo watakuona wewe faida, na wapo watakuona ufai kwepo duniani. Mungu atashusha mapigo 10 kama ya Farao, na kila punda taubeba mzigo wake mwenyewe. Hakuna dhambi ndogo wala kubwa, ulimwengu tapokumbwa na dhoruba, siku atapokuja yule shujaa.